Mtazamaji wangu, nakaribisha kwenye kipindi chetu cha Rays of Dawn. Maana yake kunalo tumaini ya kwamba giza inaondoka na siku jipya inatokea mbele zako. Sikiza neno la Mungu na wewe utapata siku njema. Lakini kwanza tusikie wimbo na utabarikiwa. Yesu anaswera Kalvari, kariba karandi bitarona, iyo Kalvari, iyo anaswera. Yesu anaswera Kalvari, kariba karandi bitarona, iyo Kalvari, iyo Kalvari. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Higher, 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 lift Jesus higher, 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 lift Jesus higher, 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 lift him higher, lift Jesus higher, 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 lift Jesus higher. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Higher, 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 lift him higher, 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 lift him higher, 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 lift Jesus higher, 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 higher.
Siku ya leo, mtazamaji wangu, nataka tusome kutoka kitabu cha Maombolezo, sura yake ni ya 3. Na nitasoma aya ya kwanza hadi ya 5, na baadaye nitaruka aya 19 hadi 21. Na neno la Mungu linasema hivi: mimi ni mtu aliyeona mateso kwa fimbo ya ghadhabu yake. Ameniongoza na kuniendesha katika giza, wala si katika nuru. Hakika juu yangu augeuza mkono wake mara kwa mara mchana wote. Amechakaza nyama yangu na ngozi yangu, ameivuja mifupa yangu. Amejenga boma juu yangu na kunizungusha uchungu na uchovu. Aya 19, kumbuka mateso yangu na msiba wangu, pakanga na nyongo. Nafsi yangu ikali ikiyakumbuka hayo, nayo imeinama ndani yangu. Najikumbusha neno hili, kwa hiyo nina matumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtazamaji wangu, siku ya leo napenda kunena kuhusu mtu wa mateso. Katika kitabu hiki cha Maombolezo, huyu mtu ameandika sura kama 5 hivi, na ameelezea huzuni zake, mahangaiko yake, masumbufu yake, shida zake. Yani ameomboleza kwa sura 5. Na kwa kuomboleza kwake, sura hii tunasoma ameanza kujibadika jina ya kwamba ni mtu aliyeona mateso. Mtu aliyeona mateso, hivyo ndivyo anajiita. Na baada ya kujiita mtu aliyeona mateso, ameendelea kujiangalia na kujitazama kwa mateso ya aina nyingi, na ameyataja mengi sana. Na nataka kuzungumza na mtu ambaye siku ya leo na kwa wakati kama huu amekuwa akijiangalia na anajiona kwa jisho la mateso. Akijiangalia anaona kwa jisho la uchungu. Akiangalia maisha yake, akiangalia nyumba yake, labda familia yake, anaona tu mateso. Na kuna watu ambao macho yao yamejazwa kuona mateso, na hivyo wanaishi kwa kuomboleza. Siku ya leo ninakuzungumzia na niko na habari njema kwako. Lakini kabla ya hiyo, nitaje maombolezo machache na mateso machache ambayo huyu mtu alishukua na kujibadika. Kama vile nimesema, mtu anashukua ubao ama karatasi kubwa na unajiita majina ya uchungu, unajiita majina ya mateso. Akaanza kusema, mimi ni mtu aliyeona mateso. Mtu aliyeona mateso. Ungaliangalia huyu mtu, jina la kwanza ambalo amejiandika yeye mwenyewe, hajaandikwa na watu, ni yeye mwenyewe amejiandika. Amejiandika kwa herufi kubwa, mtu aliyeona mateso. Hata wewe ukiwa mbali, ukimuona akija, amejiandika mtu aliyeona mateso. Mkikaa na yeye, ukiwa karibu na yeye, unaona mtu aliyeona mateso, kwa sababu hiyo ndio ameandika. Na akaanza kusema, ameniongoza na kuniendesha katika giza, wala si kwa nuru. Anasema Mungu amemuendesha kwa njia za giza. Anapoangalia njia zake, na labda hata na wewe unaangalia, anaona kila wakati
anapitia kwenye giza. Njia zake zimejaa giza. Na inawezekana hata wewe unapojiangalia na kuangalia njia zako, unaona njia iliyojaa giza. Anaendelea kusema ya kwamba hakika juu yangu amegeuza mkono wake mara kwa mara mchana wote. Anasema huyu Mungu ameanza na amekuwa akigeuza njia zake na juu yake mkono wake. Hivyo anasema ni kama mkono wa Mungu umekuwa mzito sana juu yangu. Akaendelea kusema amechakaza nyama yangu na ngozi yangu, ameivuja mifupa yangu. Tena ameshukua bao nyingine, ameandika nyama zangu zimechakaa na ngozi yangu imechakaa. Yani anasema he has made my skin and my flesh to grow old. Mtu ambaye anajitazama kuliko kujiona na ule uzuri na utukufu Mungu amempea, anajiangalia, anaona Mungu amenifanya nizeeke haraka. Mungu amefanya nyama yangu kuharibika na kuzeeka. Anaongezea tena, anaandika hapo, ili ukisoma ukimtazama mifupa, anasema ameivuja mifupa yake, hana mifupa. Haleluya. Tena anashukua mbao nyingine, anaandika, ana label himself, amejaza boma juu yangu na kunizungusha uchungu na uchovu. Yani amenijengea ukuta hivi ya kwamba sina njia ya kutorokea, sina namna ya kujisaidia, sina njia yoyote. Amenijengea nyumba juu yangu inayonisunguka nisiweze kutoka mahali nipo. Labda hata na wewe katika mawazo yako ndivyo unavyofikiri, ndivyo unavyoona, na umeandika hivyo kwa mawazo yako, kwa akili zako, na hata labda unatamka hiyo na mpaka watu wanajua wewe ni mtu ambaye hana njia. Hii si mzuri, rafiki yangu, mtazamaji wangu, kujiandika ya kwamba wewe ni mtu asiye na njia. Amesema ya kwamba pia amenizungusha uchungu na uchovu. Yani unaandika mimi ni mtu ambaye amejaa uchungu na uchovu. Hata mtu akiniona anaona mtu aliyechoka, na unatangaza mbele ya watu, mbele ya marafiki ya kwamba wewe ni mtu aliye na uchungu mwingi na mtu ambaye ana uchovu mwingi. Ninataka nikuambie rafiki yangu, mtazamaji wangu, kuna watu ambao wako na tabia kama hizo. Hawezi kujiandika mambo mazuri, hawezi kujiona na uzuri wowote. Kila wakati anaona uchungu kwa maisha yake na anatangaza hiyo. Anachukua karatasi, ana label himself, herself, mtu wa uchungu. Niko hapa kukuambia ya kwamba ukijiandika hivyo, hivyo ndivyo utakavyokuwa. Ukijiandika mtu wa uchungu, utaishi na uchungu. Ukijiandika mtu aliyedharauliwa, utakuwa mtu wa kudharauliwa. Ukijiandika mtu ambaye ameachiliwa, utakuwa mtu wa kuachiliwa. Ukijiandika mtu asiye na msaada, hata wewe hautapata msaada wowote. Akaendelea kuandika bao za uchungu na mabaya. Anaendelea kuandika ya kwamba njia zangu hata amezifanya isije zikawa njia za kupitika. Hivi ya kwamba unatazama njia na unaona it's like your paths are crooked. Hauwezi kwenda mbali njia zako. Mtazamaji wangu, ninataka kukuambia, sijui kama unaweza kujilinganisha na mtu wa aina hii, ya kwamba unakubali njia zako hakuna njia. Mimi sitakubali hivyo, ya kwamba mimi sina njia, mimi nitaamini niko na njia. Sijui hata wewe mtazamaji wangu, unaweza kuwa
unakubali kujiandika majina mabaya, unajiandika majina maovu, siku ya leo niko hapa nikuletee neno la Mungu ya kwamba si vizuri kujiandika majina mabaya. Si vizuri kuwa mtu wa kulialia na kuomboleza kila siku na kujiandika majina ya kuomboleza. Mtu huyu ukimtazama amejiandika mbele, nyuma, upande majina mabaya. Na diposa baada ya kujiandika majina mabaya, neno la Mungu linasema ya kwamba nikakumbuka mateso yangu na msiba wangu, pakanga na nyongo. Nafsi yangu ikali ikiyakumbuka hayo, nayo imeinama ndani yangu. Rafiki yangu, mtazamaji wangu, baada ya kujikumbusha mambo mabaya, mambo maovu, majina yasiyo mazuri, wewe mwenyewe unajikumbusha uchungu wa jana, mateso ya jana, vita ya jana, kushindwa ulikoshindwa jana, njia uliopitia ya gizani. Unapojikumbusha mambo hayo, unajiongezea uchungu ndani yako. Na neno la Mungu linasema huyu mtu alipojikumbusha mambo hayo, ni nini kilichotokea katika maisha yake? Roho yake, nafsi yake ikainama. Nafsi yake ikainama, akawa mtu sasa wa kujihurumia, akawa mtu ambaye anajiona kama hana faida. Hebu nikuambie mtazamaji wangu, wewe usiwe mtu wa tabia hii, kwa sababu watu wa tabia hii ndio wanajikosea heshima, ndio wanajikosea hata neema, hata ndio wanaweza kuamua kujifanyia mabaya. Hata wengine wanajua, kwa sababu kila siku anajitazama kwa mabaya, kwa jisho la mabaya. Anasema nikakumbuka mambo haya. Wewe mtazamaji wangu, siku ya leo unakumbuka nini ukiangalia maisha yako? Unakumbuka umbaya, unakumbuka uchungu, unakumbuka mateso, unakumbuka vita, unakumbuka njaa, unakumbuka kudharauliwa, ama unakumbuka nini? Niko hapa nikuambie, saa ile unakaa katika that position ya kujikumbusha mabaya na uchungu na shida na mateso, nafsi yako itainama. Nafsi yako itainama. Utapoteza amani, utapoteza furaha, hautakuwa mtu wa furaha tena. Lakini nataka nikuambie, kunayo dawa ya shida ambazo tunazipata. Kwa sababu shida ya mtu huyu hata sio yale aliyoyapitia, lakini shida kama vile ninavyoona ni kujikumbusha kila siku mambo hayo mabaya kwa ambayo anajiita yeye mwenyewe. Wewe unapojikumbusha shida, unajiongezea shida juu ya ile shida uliyoipitia. Lakini namshukuru Bwana ya kwamba baadaye akaamka kwenye usingizi kama huo na akaanza kutazama uzuri wa Bwana na kujikumbusha mema ya Bwana. Na neno la Mungu linasema hivi, nafsi yangu ikali ikiyakumbuka hayo, nayo imeinama ndani yangu. Aya ya 21 inasema, nikajikumbusha neno hili, kwa hiyo nina matumaini. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, na kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni mpya kila siku na asubuhi, uaminifu wake ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, na kwa hiyo nitamtumaini yeye. Bwana ni mwema kwa hao wanaomngojea, kwa hiyo nafsi yangu itamtafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu huyu ambaye alijiandika majina ya uchungu, majina ya kushindwa, majina ya mateso, majina ya madharau, aliyodharauliwa, ikafika wakati akaona ako na uchungu mwingi sana, akaamua nitaacha tabia hii. Akasema nikajikumbusha fadhili za Bwana, nikaanza kujikumbusha ukuu wa Bwana,
nikaanza kujikumbusha upendo wa Bwana, nikaanza kujikumbusha Mungu ni msaada wangu, Mungu ni sehemu yangu. Akaanza kujikumbusha Mungu ananipenda. Mtazamaji wangu, wewe ambaye roho yako imeinama kwa sababu umejiandika majina mabaya, majina ya uchungu, majina ya mateso, ninataka nikuambie jioni ya leo, wacha kujikumbusha majina hayo, wacha kujiita majina hayo. Anza kujikumbusha ya kwamba kunaye Mungu aliye mbinguni ambaye ni msaada wangu, ambaye ananipenda, ambaye anaokoa, ambaye anaponya, ambaye anainua, ambaye anabariki. Rafiki yangu, mtazamaji wangu, unayenitazama saa hii na nafsi yako imeinama, sasa tazama upendo wa Bwana. Sasa tembea na rehema za Bwana. Wacha kutazama huo uchungu. Tazama yale Mungu anaweza kufanya. Tazama upendo wa Mungu Baba wetu katika jina la Kristo Yesu. Na unapoanza kutazama huo upendo, neno la Mungu linasema, alipoanza kutazama hayo, neno la Mungu linasema ya kwamba akaanza kupata tumaini, akaanza kupata tumaini. Imani yake ikaamuka, amani yake ikaamuka, akaanza kuwa mtu wa amani, akaanza kuwa mtu wa imani, akaanza kuwa mtu wa furaha. Bwana Mungu anakurejeshea furaha yako. Bwana Mungu atakurejeshea imani yako. Saa ile hata wewe utaanza kujikumbusha kuhusu fadhili za Bwana. Kwa maana fadhili za Bwana akaanza kujikumbusha ya kwamba zinafanywa upya kila siku. Haleluya! Fadhili za Bwana ni mpya hata leo. Fadhili za Bwana ni mpya kesho. Wacha kujilinganisha na shida za jana, kwa sababu kesho huyu ambaye ni Mungu muumba wa mbingu na dunia ana uwezo wa kufanyia mapya fadhili zako. Hata kama unatembelea gizani, Mungu anaweza kukuletea mwangaza kesho. Wacha kutembea na kuweka giza kesho na hujaingia kesho. Weka nuru ya Bwana, weka tumaini lako kwake katika jina la Yesu. Wewe mtazamaji wangu, acha kujibadika majina ya uchungu. Jibadike majina ya Jehova na upendo wake na rehema zake na msaada wake. Anza kusema na mimi ya kwamba ninajua rehema za Bwana ni mpya kila siku. Anza kusema na mimi, ninajua Mungu anaokoa na anaweza kuniokoa. Ninajua Mungu anaponya, hata na mimi ataniponya. Wacha kutazama kifo eti kwa sababu wewe ni mgonjwa. Tazama mponyaji. Jiambie na ujiandike wewe, nimepona. Chukua bao, andika nimepona. Wewe maskini, wacha kujiita maskini. Chukua bao, andika mimi ni tajiri. Wewe ambaye unajiona umedharauliwa, ondoa mbao ya kudharauliwa. Andika mbao ya kupendwa na mbao ya utukufu katika jina la Yesu. Wewe ambaye unaona giza, ondoa mbao ya giza. Andika mbao ya mwangaza wa nuru wa Bwana katika jina la Kristo Yesu. Siku ya leo mtazamaji wangu, ninataka nikuambie uondoe hizo mbao zote. Hizo mbao ambazo umeandika uchungu, umeandika madharau, yale ambayo umedharauliwa, umeandika umaskini, umeandika mateso, umeandika mambo ambayo umeyapitia. Nataka nikuambie kuanzia siku ya leo, yote yafute, yote yaondoe kwa jina la Kristo Yesu. Na unapoenda kuyaondoa, Bwana Mungu atakurehemu. Tumaini lako Bwana atalirejesha na utakuwa na amani na utakuwa na furaha katika jina la Kristo Yesu. Ninataka niombe na wewe, wewe ambayo ulijiandika majina ya uchungu, majina ya mateso. Hebu tukaweze kuamini pamoja
ya kwamba roho yako, nafsi yako, Jehova anaenda kuisimamisha na kuinua. Mungu Baba, kwa jina la Kristo Yesu, ninaombea huyu mtazamaji ambaye amesikiza neno lako. Amekuwa amejiandika majina ya uchungu, majina ya mateso. Hata watu walimjua mtu wa mateso, walimjua kama mtu aliyeachiliwa, walimjua mtu ambaye ni maskini, mtu muombaji wa kuombaomba hapa na pale. Oh, Mungu amekuwa akijikumbusha mambo hayo. Lakini siku ya leo ninamwombea kwa jina la Kristo Yesu ya kwamba kuanzia siku ya leo umpe neema, afute majina hayo yote na andike majina ya upendo wako na rehema zako na wokovu wako na imani ambayo tunaweka juu yako katika jina la Kristo Yesu. Mungu huyu umuinue na umsimamishe. Ninataka niombe pamoja na wewe pia ambaye haujaokoka. Toa maisha yako kwa Yesu. Sema nyuma yangu: Mungu Baba, kwa jina la Yesu natoa maisha yangu, uniokoe na unisamehe dhambi. Kwa jina la Kristo Yesu nimeomba na kuamini, amen. Mungu akubariki na akupe wiki njema kwa jina la Yesu, amen. Napenda nikushukuru sana mtazamaji wetu kwa kukaa nasi na kutazama kipindi chetu cha Rays of Dawn. Tunashukuru sana. Ninataka nitumaini ya kwamba siku mpya inaanza kupambazuka maishani mwako na Mungu anakutayarishia maisha mengine sawasawa na neno lake. Sisi ambao tumekuhubiria tunatoka Worldwide Gospel Church of Kenya, Githurai 45 Thika Road, na tuko hapa karibu na roundabout, karibu na reli, hapo tu karibu na soko ya Migingo. Ukitaka kutufikia unaweza kutupigia simu 0721228096. Facebook ni WGCK45 na YouTube ni WGCK45 online. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Asante.